Na sekunde zimepereji na kuwa dakika kuvunja ungo na kuwa jisaa, siku, wiki na mwezi, na hatimaye siku ile usubiriwa imefika. Siku ya kihistoria, siku ya kumfaidisha mpiga kura, siku ambayo ni fahari ya wanahabari, siku ambayo kwa kweli sikosa ukiita sikukuu, manake ukuu wake ndio mustakbal wa taifa letu la Kenya. Ama kwa hakika kama ulivyosema Rashid Abdalla, ni kwamba ni siku kuu, ni siku muhimu sana, ni siku kubwa kwa wewe mtazamaji na Mkenya kwa jumla, kwani macho yote na masikio yote yanaangazia chuo hiki kikuu cha Catholic University siku hii ya leo hapa jijini Nairobi. Na ikumbuke kwamba sio mijadala ya kwanza kuanza kufanyika humu nchini. Mijadala mengine imewahi kufanyika mwaka 2013, mwaka 2017, mwaka 2022, ikiwa ni siku hii ya leo ambapo tuna waniaji wanne wa urais. Na ikumbuke kwamba katika historia au ni idadi ndogo kabisa. Naam, idadi ndogo. Naamini usiamini kwa nini inakuwa idadi ndogo, ni kwamba walijitokeza wengi zaidi walikuwa na ndoto ya kuwa marais hapa nchini Kenya. Idadi usiyopungua zaidi ya watu 50, lakini katiba ambayo iliweza kuidhinisha mwaka 2010 ikatendewa haki katika sura yake ya 10 sehemu ya kwanza. IEBC ikaweza kuwapiga msasa ikiheshimu sehemu ya pili ya sura ya 10 ya katiba yetu ya Kenya. Ndio maana siku hii ya leo tunazungumzia wanne badala ya waniaji zaidi ya 50. Naam, tunaye naibu rais William Ruto kwa hivi sasa akipigania kiti cha urais. Naam, kumbuka kwamba Daktari William Samoei Ruto akijaribu kuingia bungeni Eldoret North mwaka 1997, Raila Amolo Odinga alikuwa anajaribu kubisha hodi katika ikulu akitafuta urais hapa nchini Kenya. Kwa ufupi ni kwamba kufikia uchaguzi wa mwaka 2022, Raila Amolo Odinga atakuwa anawania urais kwa mara ya 5. Na pia tunaye Profesa George Wajakoya ambaye naarifiwa kidogo yuko njiani, atawasili muda wowote kuanzia hivi sasa. Ni wakili mtajika na pia mhadhiri anayejulikana nje na ndani ya nchi. Na sio wakili huyo peke yake ambaye katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2022. Yuko wakili mtajika ambaye ana tajriba takriban zaidi ya miaka 31 akiwa katika taaluma ya wanahabari, na pia vile ni mhubiri mtajika. Ni mwanasiasa ambaye pia sio lumbukeni, maana alikuwepo katika uchaguzi wa mwaka 2011 eneo la Kamukunji. Kumbuka wakati ule Simon Mbugua ushindi wake ukibatilishwa katika mahakama kuu akajaribu. Mwaka 2022 chama cha Agano kampa tiketi, tayari kukaa chonjo akisubiri uchaguzi mdogo kaunti ya Nairobi. Kwa bahati mbaya, sababu moja au nyingine, uchaguzi haukufanyika. Simzungumzii mwingine, namzungumzia David Waiga Mwaure. Ama kwa hakika Rashid, sio rahisi kuwa rais. Na sio rahisi kuwa rais, lakini leo itakuwa rahisi kwa waniaji wa rais kupita kwa urais wakielekea katika lango la mjadala wa urais. Kwa urais wataeleza ni kwa nini wangependa wachaguliwa wao kuwa rais, lakini kumbuka hiyo itakuwa rahisi wao kutembea kwa wakati moja kwa moja hadi katika lango kuu la ikulu kama marais kwa mpigo. Haitawezekana. Kati ya wanne, mmoja ndiye atapata kura nyingi. Na mtazamaji, tumejaja hapa stesheni tofauti kwa hivi sasa, ikiwa ndani ya ukumbi huo tunaarifiwa kwamba wageni takriban 700 tayari wamekaa kitako wapate kusikia ni yapi yanayoendelea. Na hapa katika uwanja tunao wanahabari tofauti. Na bila shaka mkabala tuna mkono wetu wa kulia yupo, atakuwa mwenzetu pale Joageo Mwariri Galacha katika masuala ya wanahabari. Atakuwa na jopo la wachanganuzi wakiwa wanazungumza mengi katika masuala ya uongozi na masuala ya kampeni, siasa na mustakabali wa taifa. Nakumbuka leo mjadala uliopita, watazamaji walikuwa takriban milioni 37. Naam, na kwa hivi sasa, kwa sababu ndio kiti muhimu zaidi na kiti cha ngazi ya juu zaidi katika nchi yetu ya Kenya, usiwe na wasiwasi, tarajia idadi iweze kusonga juu zaidi. Kumbuka ndani kule pia kutakuwa na watakaoendesha mijadala hii miwili kwa mpigo. Kwa ufupi, tupo wengi, lakini lengo letu ni wewe mtazamaji. Kwa hivyo mtazamaji, mbona tusimpishe wenzetu Rita Tinina na Kennedy Muridhi upande wa pili watueleze mengi kwa lugha ya Uingereza. Naam, shukran Lulu na Rashid. From this other end, my name is Rita Tinina from KTN News. And my name is Kennedy Muridhi from NTV. Here at the Catholic University of Eastern Africa, this debate is an initiative of the Media Owners Association, the Media Council of Kenya, and the Kenya Editors Guild, working with various organizations as partners. And this debate, perhaps watching or following from wherever you are, you would have no idea what goes on behind the scenes to make this a success. Money, time, manpower.
It is an illustration, this particular debate, an illustration of the synergy of the local media at its very best. We have several teams, the editorial, digital, ICT, security, research, guest relations have been working for weeks to make this day a success. And so for the presidential candidates who have been selling their agenda on the campaign trail, this evening they have a different platform here at the presidential debate. It is one debate that has attracted a large audience, and this evening hundreds and millions will be watching either on television, following on radio or on digital platforms, not just here in Kenya, but across the world. Kennedy. Well, and indeed, Rita, what they will be looking for is to convince the over 22 million voters that have been registered by the